Tulipoishia ndo tunapoendelea wazee. Ile anataka kuingia ndani, akahisi kama kuna mtu anakuja. Kumbe kweli alikuwa ni mzee, alisahau funguo. Hivyo alirudi ili afate funguo. Sasa huyu mwamba ikabidi aache mlango na angalia na mkwepeji huyu mzee. Na mlango ulipofunguka na mshii yule pale. Na maana mwamba angechungulia, leo ilikuwa shughuli imeisha mzee. Huku mzee bado anaenda kutafuta funguo. Haelewi ameweka wapi. Mwamba akatoa bastola, kajibanza ukutani na msubiri mzee aje pande hizi. Akija tu za kichwa mzee chali mzee. Na kweli mzee naye alikuwa anaenda kule. Ila ilipofika mbele akakumbuka kuwa funguo ameiacha chumbani. Ukisikia mtu amponea chupu ndio huyo mzee. Mwamba akamchabo, alipoona mzee kaingia chumbani, ikabidi naye atoke asepe. Maana ilikuwa ina haja ya kumuua. Akati amesache vyumba vyote na mshia hajamuona. Mzee funguo kaiona. Ila anatoka nje ameko ni kidona na zungusha, akaona chumba cha namshii kipo wazi. Naye alikuwa amekifunga. Hivyo akaona bora kimbie nje aangalie kama kuna nani aliingia. Bahati nzuri kamaona yule mwamba anapandisha mlimani kwa anakimbia. Akaona bora ampigie simu mamake na namshii. Anamwambia leo kuna mtu aliingia humu. Na wasiwasi anaweza karudi tena. Hii sehemu sio salama tena kwa namshii. Hivyo ungefanya tumhamishe huku. Mama ikabidi aseme tu sawa. Tunarudi hospitali. Alikuwa na mshii roboti. Akawa anavaa suti kwa ajili ya kurudi nyumbani. Kipindi wakiendelea kupiga story 2-3, bodyguard na yule roboti wakasikia kama mtu anafungua mlango. Bodyguard ibidi akimbilia achungulie. Kumbe alikuwa ni mzee, babu yake na namshii. Alipofika pale kuongea mzee, kamlamba kibao bodyguard. Ile namshii anataka kuingilia, bodyguard amemwekea mkono kwa chini. Yaani anamzuia usije. Mwache mzee amalize hasira zake. Mzee aliosha moto, sio poa mzee. Akimwambia hiyo mwanzo na mwisho. Namshii anaumwa. Uwe nambeba tu bila kunipa taarifa mimi. Uwe namzungusha tu kama mnyororo kwenye baskeli. Koma, hiyo mwanzo na mwisho. Hapo kaingia mkurugenzi na kuwaambia waandishi wa habari wanasubiri nje. Ile wanafika nje sasa, waandishi wa habari kama wote. Ikabidi mabodyguard watengeneze uzio kuwazuia ili waandishi wa habari wasije kumfuata namshii. Mida hiyo anafika yule bidada alipigwa kofi na namshii na kumpigia magoti, kumaanisha ya kwamba yeye kwa namshii sio kitu kwa jinsi msaada aliyompa. Maana bila yeye parapanda ingilia mzee. Alivyonyanyuka akamwambia naomba namshii niwe mlinzi wako wa karibu. Usinilipe hata 100, nitakutumikia ili nilipe fadhila kwa mambo uliyonifanyia. Bidada aliomba sana, tena sana. Namshii alikausha tu. Ikabidi bodyguard aingilie kati na kumwambia hili sio eneo la kuongelea mambo kama hayo. Mwandishi wa habari naye kadakia, jamani mumsamee huyo. Kosa gani sio sameheka? Bidada ikabidi tena apige tena magoti chini kwa mara ya pili. Huko akiomba asamehewe. Namshii ikabidi amwangalie bodyguard. Bodyguard ikamtikizia kichwa. We mzee kausha. Bidada akawa analia. Hivyo namshii akashindwa kuvumilia. Akamsogelea, akainama na kumkumbatia. Sasa yule bidada alimwangalia mkurugenzi. Mkurugenzi kammenyia macho. Ina maana kuna kitu hapa mzee. Sasa ngoja turudi nyuma kidogo, tuwakumbushe kidogo wazee. Siku ile mkurugenzi na mpambe wake walipoenda hospitalini kumtafuta yule dada, mazungumzo yao yalikuwa hivi. Mkurugenzi akamwambia yule bidada, kila swali moja naye kuuliza, ukinijibu hela. Naomba uniambie, siku alikusaidia namshii alikuambia nini? Bidada alivyosikia kuna hela, kaona ngoja niamwage. Sasa akawa anamsimulia. Siku ile nibeba, alivyonishia chini, akaniuliza kwa nini ulikuwa mikononi mwangu? Na hapa mimi nipo wapi? Mimi nikawa namshangaa tu. Kisha akazima ghafla. Mzee akasema, kama hivyo sawa. Mimi nataka kuna kitu nisaidie. Mimi nataka nikurudishe tena kazini. Ila nataka uwe karibu na namshii ili umchunguze. Itakulipa hela nyingi sana. Yeye na shoga yake waliposikia hela, wakaangaliana kwanza. Kwa hiyo mpango ndo ulikuwa ndo ule. Aje kwa namshii, ampigie magoti, amombe samani ili awe karibu naye, kazi iendelee. Sasa tunachana kule, sasa tunarudi kwenye movie sasa. Wapo kwenye kikao. Bodyguard haafiki swala la yule binti kwa karibu na namshii. Anawaambia kumbukeni, alishawahi kumpiga namshii picha. Na hizo picha tulikuwa tujue anapeleka wapi. Kwa nini mweke tena karibu na namshii? Mkurugenzi anasema, kitu gani ambacho akiishi? Yule kashajifunza kwa kuwa namshii alimsaidia. Na yeye amesema ana cha kumlipa namshii zaidi ya kumtumikia ili alipe fadhila. Sasa hapa kuna ubaya gani? Apewe kazi yule binti. Kwa kuwa bodyguard alikuwa na cheo na hana sauti mbele ya viongozi. Hivyo basi swala la kupewa kazi yule binti likapita mzee. Huku nje bidada kashafika. Anajua kabisa hii kazi uhakika kwa sababu ashajenga. Akamkuta namshii yupo nje. Hivyo ilibidi aende na kazi kaanzia hapa upelelezi. Akamuuliza hivi namshii, hivi mtu akilia ndo namkumbatia? Namshii akamjibu, mimi sio mtu tu, hata mnyama naye akilia huwa namkumbatia. Na humu ndani kikao kimeisha. Walikuwa wanatoka. Mkurugenzi alipofika pale tu na kumwambia binti, ingia kazini. Yaani wewe ina kwenda kuoga, si ujiandae. Yaani kazi leo hii na leo hii. Hapo ndipo mnapata maana connection. Kazi yote lazima uwe na connection mzee. Simuona la connection. Afu istosha amepewa kazi ya udereva. Yaani wewe ina test ya ina nini? Sasa bidada kipindi hapo njiani simu ilikuwa inaita. Yeye hataki kupokea na ikata. Ikaja kiita tena. Bodyguard akamwambia pokea simu hiyo. Alipopokea akawa anawashiwa moto na baba yake. Anamwambia kwa yeye ameenda hospitali. Mbona amuoni? Na hospitali ametoka bila kuaga. Mimi nimekutafuta mpaka kwenye mto sikuoni. Akamjibu baba, mimi nimepata kazi. Kwa hiyo nipo kazini. Nitakupigia baadaye baba yangu. Kisha akakata. Wakawa wamefika. Hapa ni sehemu anaishi na mshii. Anaishi na babu yake. Wote walisimama hapa ni wafanyakazi wao. Hivyo kwa anapewa taarifa. Anamwambia na mshii, babu yako ameondoka. Ila akaacha ujumbe. Kasema mgeni aliyofika alale chumba
chumba cha wageni. Basi wakaingia ndani. Kwa kuwa bodyguard yeye ndo mwenyeji, hivyo alimuonesha binti chumba. Akaambia chumba cha wageni ni kile pale. Bidada ikabidi aende chumbani kwake. Bodyguard alikuwa anamwambia Namshie, kwa naye sana makini huyu dada, usidimalize kabisa, kwa sababu mimi sina imani naye kabisa. Namshie kaitikia kwa kichwa, kuashiria kamanya, yani kamuelewa. Ile bidada anaingia chumbani kwake, simu ikaita. Akapokea na kumwambia, si nilikwambia usinipigie, mimi nipo kazini, mimi nimekaa nimekumisi, nikaona bwana nikupigie tu hata nikujulie hali. Akaambia sawa, najua, ile naomba nipumzike, nitakupigia baadaye. Kakata kashika cheni, kisha kafungua mkoba na kutoa kiboksi. Hicho kiboksi kina kamera na vinasa sauti. Tunakuja kwa bodyguard, ameingia huko ndani kuja kuweka battery charge za yule roboti, na ana battery kama zote mzee zipo charge. Ina maana ikiisha hii inaweka hii. Bodyguard alipotoka nje amemkuta Namshie yupo bize na yale mamidoli, kisha akamwambia hata Namshie na yeye alikuwa anapenda sana yale mamidoli, tabia mnaendana, sema tu yule binadamu, wewe Namshie roboti. Kisha akatoa simu na kumkabidhi, akamwambia hii simu ilikuwa na Namshie, hivyo tumia wewe, ni muhimu sana kuwa na simu. Hapo hapo simu ikaita. Halo, sawa tunakuja. Aliyopiga simu hapa ni babu yako, hivyo katuambia twende. Sasa ikabidi watoke waende. Ile anatoka, bidada naye kafungua mlango anachungulia. Alivyohakikisha wametoka, na yeye akaona hapa ndo penyewe sasa, maana paka ameondoka, acha panya atawale. Kaingia mpaka kwenye chumba cha Namshie. Sasa akawa anatafuta sehemu ambaye anaweza katakisha vitu vyake. Katika kutafuta akaona bora mchukue roboti huyo alikuwa juu mwenye namba 01. Tunakuja huko aliko tu na mzee. Huyo mzee ana tatizo moja. Toka afi na babake na Namshie, akili yake haiko sawa. Hivyo kuna dawa anatumiaga. Akikosa kutumia dawa, anakuwa kama mwende wazimu fulani hivi. Mzee alikuwa anamwambia Namshie, nionyeshe kovu liko ndalo kwenye mkono. Kamshika mkono, kamkunja shati, kisha kaanza kutafuta kovu. Namshie anamwambia, mimi sina kovu. Mzee anasema wewe umetoka wapi? Wewe sio Namshie. Namshie ana kovu. Hapo hapo akaja binti yake wa kike. Baba usifanye hivyo. Mzee kachinchigia angani. Yule Namshie ameanza kumuita Jangi huu. Mtoto wake anamwambia, baba huyu sio Jangi huu. Huyu Namshie. Jangi huu ashafariki. Huyo Jangi huu ndo alikuwa babake na Namshie. Huyo Jangi huu mzee alimpenda mno. Hivyo kifo chake kimemharibu kisaikolojia. Ikabidi bodyguard na yule dada wamchukue mzee na kumuingiza ndani. Bodyguard akamwambia Namshie, wewe tangulia mimi nakuja. Upande wa bidada huko kazi inaendelea. Kateka kamera kisha antesti mitambo. Vipi wanaonekana? Basi mambo akawa sawa. Na huko Namshie ndo akawa anaingia ndani. Sasa bidada alikuwa anatega yale matoi. Bidada akasikia sauti ya miguu ikipanda ngazi. Hivyo ikabidi akusanye vitu vyake haraka akimbie. Bidada alivyokimbia akaona mlangoni hakupitiki tena. Hivyo ngoja apite dishani aje kwa hapa nje aluke, atue chini, aingie alale. Ile anataka kuluka, bodyguard ndio huyo naye anarudi. Kaona hili balaa, ngoja nirudi tena ndani. Sasa na yule roboti alipoingia ndani akaanza kuchezea taa. Taa zinawaka zinazima, vile roboti vile vinanyanyuka. Kibiricho bidada amejificha hapa chini tu. Anashangaa, haya mbona kama uzauza. Bidada kule kafanikiwa kutoka. Katokaje tukaje anajua mwenyewe. Ila na hema sio poa. Yaani kazi leo siku ya kwanza tu nimemtoa jasho. Ile anataka kuondoka, anamwona bodyguard anaongea na simu. Hivi ilibidi arudi nyuma asikilize. Naomba kesho basi tukutane hospitali ya PK. Bidada alipoingia chumbani kwake, akaona bwana achukue tablet amwangalie Namshie anafanya nini chumbani kwake. Kwa kamera tayari kashamtegea. Ile anamwangalia, kamkuta amekaa tu kwenye sofa. Asubuhi kumekucha. Bidada alipoamka tu, akachukua tena tablet yake, angalia Namshie anafanya nini. Kamkuta amekaa pale kwenye sofa. Hivyo akasema ina maana Namshie hajalala. Kumbe Namshie huko amejizuka yupo na simu. Yaani anapyatila. Alikuwa anaangalia picha ya mama yake akiwa na Namshie kipindi yupo mtoto. Hivyo basi akiona anatabasamu. Sio poa mzee. Namshie alipotoka chumbani, kamkuta bodyguard na huyo bidada sebuleni. Kaja pale akachukua tunda kwenye sahani na kujifanya nakula. Bidada alivyoondoka kalirudisha, maana asije akatangaza kwa watu yeye mwamba hali. Sasa bodyguard anamwaga Namshie, anamwambia kwa nani sana makini udada, mimi naondoka mara moja. Robot anamuuliza, lini mimi nitakutana na mama? Bodyguard akamjibu, hivi karibuni utaonana naye. Kisha bodyguard akaondoka. Tunafika gym. Mkurugenzi na mpambe wake wapo gym, maana simu ikaita. Mpambe ikabidi ampe simu mkurugenzi. Huyu bidada alikuwa anamuelekeza alichokisikia. Akamwambia kwamba nimesikia bodyguard kuna mtu anaenda kukutana naye hospitali. Hiyo hospitali ya kampuni ya PK. Mzee akamwambia basi haina shida, fuatilia hadi ujue. Tunakuja huku na mshika ahamishwa. Kashona na helikopta, sasa anatoa gari ya wagonjwa apelekwe mahala pengine. Maana kule washona isha kuwa jao. Bidada kaingia mapema tuna chuma yake huko. Amekuja kufuatilia huko hadi kieleweke. Bidada alipofika mlangoni na kusimama na mama yake na Mshindo huyo walikuwa wanaingia ndani. Hivyo walipishana mlangoni. Huku bodyguard yupo na dokta ambaye aliwasaidia kipindi kile. Hivyo amerudi kumomba msaada tena. Anataka ampe hifadhi na Mshie. Ila dokta anakataa. Anasema huo mchezo hatari. Siwezi kumweka humo huyo. Mara mamake na Mshie naye kaingia mule ndani. Na yeye akajaribu kuongea naye dokta, bado dokta mgumu. Hivyo akaona bora ampige mikwala. Mama na Mshie akamwambia yule dokta, na Mshie angekamatwa ni tatizo. Sio kwetu tu, hata kwako. Kumbuka tutujazia fomu ya upasuaji. Ina maana sisi na wewe wote watu wa michongo. Na huyu bidada mpelelezi huyu huku anawatafuta. Ila anafika mbele kidogo anawaona. Hivyo ikabidi akimbie sehemu ajifiche. Mama yake na Mshie na bodyguard hawajui chochote. Bidada akawachungulia na kuanza kuwapiga picha. Alivyoona amemaliza kazi yake,
akaondoka, na huku daktari akaja kawaambia tayari nishaandaa chumba, hivyo kama inawezekana kuja mwacheni aje. Ambulance hiyo hapo mzee shatia timu. Daktari ikabidi awai wamshushe chapu kabla watu hawajaona. Bidada huyu hapa anafurahi baada ya kumaliza kazi yake, sasa kwa anaandaa kuja kumtumia mkurugenzi. Huku namshia namshusha na yule bidada yule anapita kwa juu. Bahati mbaya bidada alivyoenda mbele kidogo aligeukia upande ule akawa anaongea peke yake. Huu ni muda wa kukusanya pesa, kisha akatuma zile picha. Alipomaliza kutuma akaangalia chini akaona kuna mgonjwa anashushwa, akujua nani kwa kuwa alikuwa amefunikwa. Bahati mbaya shuka ikafunuka mzee. Chaombea si akaona mzee, macho akamtoka ngwadu kama fundi saa amepoteza nati. Ile anaendelea kushangaa, akashangaa ameshikwa bega. Ile anamwangalia, namshii huyu hapa. Sasa akachanganikiwa, kati ya yule na huyu nani namshii?